Kama Mungu amekupa hidaya ya uzima, yani zawadi ya uzima, amekupa siha njema, yani nguvu, afya, amekupa adia, yani nguvu, afya na kila kitu, basi jalili mrudishie yeye mwenyewe, yani mrudishie Manani, Mungu mpaji. Jalili mrudishie yeye aliye juu peke yake, maana yeye ndiye anayeweza kufunga pumzi tulionayo au kuturuhusu tuendelee nayo. Mtu mmoja akasema, ninalo fumbo. Akaambiwa, fumbua. Ninaye ndege mkononi mwangu hapa. Huyu ndege yuko hai au amekufa? Jamaa alikuwa na mtihani mkali sana, maana akisema ndege yuko hai, mwenye nayo anamminya hapa hapa. Akisema huyu ndege amekufa, mwenye nayo anamwachia, anapaa. Sasa niambie, hilo fumbo wewe unawezaje kulifumbua? Ndivyo Mungu alivyo kwetu, ameshika pumzi na uhai wetu. Kwa hiyo ndugu yangu, umeazimwa hapo, umeazimwa. Ukipata nafasi, mrudishie Mungu sifa na utukufu. Mwambie, asante kwa kunipa hidaya ya uzima, kwa kunipa adia, kwa kunipa siha njema. Nami niko hapa na kurudishia jalili, yani sifa na utukufu. Asante Bwana, asante Mungu. Mungu Manani, anatupa uzima wa afya njema. Ukipata nafasi kidogo tu, simama alafu mwambie Mungu asante. Vizuri, itapendeza sana. Hata kama una kazi ngumu sana, simama kidogo, maana hiyo kazi utaendelea baada ya hapo. Yeye ndiye ameshikilia kila kitu tulicho nacho. Hata leo natembea ni mzima hivyo, usalimie watu. Mara nyingine mtu anakupita, unashindwa kumsabai. Ndugu yangu, acha kiburi cha uzima, msalimie ndugu hiyo, msalimie suba wako, msalimie akraba wako. Ndivyo inavyotakiwa, na maisha ndivyo yanavyotakiwa kuwa. Baada ya kusema hayo, changu ni chetu, Kiswahili hazina yetu. Langu jina Emmanuel Arahango, ulumbi kila pahala. Naam.